Speaker wa Senate Mheshimiwa Amason Jeva Kingi. Yeye sasa pia ni yatima. Mimi nimekuwa yatima. Watoto wa Cheptumo ni yatima. We all qualify for bursary. Nao nyinyi wabunge muangalie mambo yetu. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, viongozi waliofika hapa, familia ya mwenda zake ikiongozwa na Mama Ana, majirani na waombolezaji wote. Mengi yamezungumzwa kuhusu mwenda zake Seneta Cheptumo, na kwa niaba ya bunge la Senate na kwa niaba yangu binafsi tumekuja hapa hivi leo kulia na familia na kuwapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. Sisi pale Senate tunaamini kitu kimoja, kwamba Senate si nyumba tu ya bunge, bali ni familia. Na kwa sababu ni familia, tumejifunza kuwa na ukaribu mkubwa, na ndiposa kati yetu anayepata shida ni kama ile shida imemgusa kila mtu pale bunge. Na hiyo haiendi tu kwa senators peke yao, lakini ni kuanzia speaker mpaka yule ambaye anatusaidia kutupikia chai kule ofisini kwetu. Kwa hivyo sisi ni familia. Na kwa sababu majonzi haya yalipata mmoja wetu na familia yake, pia sisi kama Senate tunahisi mzigo huu. Ni kweli kama vile alivyozungumza Speaker wa bunge la kitaifa kwamba wingu la majonzi limetanda pale bunge. Mwezi wa kwanza tulikuwa kwake kumzikia mamake. Mwezi uliomalizika jana mlikuwa kwangu kunizikia babangu. Leo tuko hapa kumsindikiza ndugu yetu Cheptumo, na pia wiki ijayo tutakuwa kule upande wa Western pia kusindikiza mbunge wa sehemu ile. Kwa hivyo ni majonzi na ni wingu la huzuni ambalo limetanda. Kwa familia ni kweli mnahisi machungu na uzito wa kuondokewa na mtu ambaye mnampenda. Nataka niwaambie kwamba si nyinyi peke yenu ambao mnahisi uchungu huu, bali hata sisi kama bunge, si la Senate lakini bunge zima la Kenya. Wahenga wanasema kwamba mti mkubwa ukianguka wanaondege huyumba. Kulingana na historia iliyopatiwa hapa, Seneta Cheptumo alikuwa ndio shina la familia. Na kwa sababu yeye ndiye shina, alikuwa anawashikilia nyote kama familia. Na bila shaka kuanguka kwake, nyinyi kama wakinda wa ndege hamtaacha kuyumba. Letu ni kumuomba Mwenyezi Mungu awafariji, awapatie nguvu wakati huu mgumu, ili majonzi haya ama wingu hili japo zito, Mwenyezi Mungu alifanya jepesi na alipitishe kwa haraka. Mimi nilikuja kumjua Seneta Cheptumo mwaka 2007 mwezi wa 12, wakati sisi sote tuliingia bunge kwa mara ya kwanza. Na kama vile Speaker Wetangula alivyozungumza, ni kwamba tuliingia wakati Kenya ilikuwa inaenda kipindi kigumu. Hali ya amani ilikuwa imechafuka mapana na marefu ya Kenya. Na nakumbuka wakati ulifika kwamba bunge badala kufunguliwa, sote tulitumwa twende mashinani kuhubiri amani. Baadaye nilipomjua Mheshimiwa Cheptumo vizuri, nikajua kwamba huyu ni balozi wa mambo ya amani. Manake Wakenya wengi walikuwa wanaona ama wanapitia machafuko kwa mara ya kwanza, lakini Mheshimiwa Cheptumo
alipozaliwa ilikuwa ni pahala ambapo mambo ya amani ilikuwa ni nadra. Tumepoteza mtu mwenye heshima nyingi. Tumepoteza mtu ambaye hupenda utangamano. Tumepoteza mtu mtulivu na mkakamavu. Tulipohudumia naye pale Bunge la Kitaifa mwaka 2013, mimi nilienda kutafuta ugavana kule Kilifi. Lakini baadaye kama mipango ya Mwenyezi Mungu tulirejeshwa pamoja katika bunge la Senate. Na kama vile majority leader alivyozungumza na Senator Ole Kina alivyozungumza, ni kweli kwamba katika pale bunge la Senate ni mchanganyiko maalum. Kuna wale watulivu na kuna wale ambao watakuwa watulivu sekunde moja na baada ya sekunde mbili wametoka nyuzi 0 mpaka nyuzi za kipimo 100, na pale Senate kunageuka hakukaliki. Ni kweli kwamba sikumbuki siku moja ambayo nilimwambia Senator Cheptumo, order honorable senator. Sikumbuki siku moja nilimwambia hivyo. Wakati mambo yamechafuka, senators wengine wanasimama na kupiga nduru, lakini yeye utampata amekaa katika kiti chake. Na akiwa na jambo la kukuzungumzia kama speaker, anatoka kwa kiti chake, anakuja polepole mpaka pale ambapo umekaa kama speaker, na atakueleza mambo yake. Hutampata kipaza sauti wala kutupiana maneno na senators wenzake. Mimi sitaki kuwataja senators wangu, lakini mnajijua. Mimi sithubutu kamwe kama speaker kuacha seneta wa Nandi na seneta wa Nairobi chumba kimoja peke yao. Ile fujo itakaa hapo, aidha tuwapoteze wote wawili ama mmoja wapo tutampoteza. Lakini kama vile Senator Ledama alivyosema ni kwamba sisi ni kama vidole, hatuko sawa. Wakati tunataka utulivu, tunatafuta hekima yake Senator Cheptumo. Huyo ndiye kiongozi ambaye hivi leo tunaagana naye na kumwacha aanze safari yake ya kwenda mbele ya haki. Hakuna kitu tunaweza kufanya kwa sasa. Na ikiwa kweli tunampenda Senator Cheptumo, ni tuwajibike ile zile sifa zake zisife kama vile yeye ametuacha. Sifa ya heshima, sifa ya kutaka kutangamana wananchi, sifa ya ukakamavu. Hizo ndo sifa ametuachia sisi kama viongozi. Ikiwa kweli tunamuenzi na kumpenda, basi sisi kama viongozi lazima tukuze sifa zile. Ni jambo la kufedhehesha kwamba wakati huu ambao Kenya inataka viongozi walete utangamano, tuna viongozi wengine ambao wanataka kupasua Kenya hii kwa misingi ya kikabila. Ikiwa nitukuze sifa ya utangamano ambayo ilikuwa sifa kubwa ya Senator Cheptumo, basi sisi viongozi ambao tulikuwa tunamuenzi, badala kugawanya Kenya hii kwa misingi ya kikabila, ni muhimu tuwe kiunganishi, lakini tusiwe kiungo cha kugawanya Kenya hii mapande. Na nataka nikushukuru rais wetu. Yule uleshindana naye kwa karibu, hasimu wako mkubwa, ndiye umemkumbatia na akamleta kwa mabega yako. Hakuna kielelezo chema cha kuleta utangamano kinachoshinda vile ulivyofanya. Na sisi kama viongozi, ikiwa kweli tunataka Kenya hii isimame kama Kenya moja, tukome kugawanya Kenya yetu kwa misingi ya kikabila
ama kwa misingi ya kule tunakotoka. Manake Kenya ni moja na rais wetu ni mmoja. Nikimalizia, kitu ambacho kinatufariji tunaposimama hapa hivi leo ni kwamba Senator Cheptumo wakati anaishi alimkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Hilo linatufariji pakubwa sana. Manake katika maandishi ya Isaya 57:2 inasema kwamba wale waendao na unyofu, wale waendao kwa unyofu, those who walk uprightly, huwa na imani. Yesu kama mkombozi wake, tunajua he's entered into peace and is resting in peace as he lies, pata pumziko walalapo mauti. Nikimalizia kabisa, kwa mama mjane, watoto wako Anthony, Jean na Andrew, baada ya halaiki hii, boma letu ama boma lenu litakuwa mahame. Tunachowaachia ni maombi yetu kwamba Mwenyezi Mungu awe nanyi, awafariji. Ikiwa kuna lolote lile ambalo pengine kwa kumpenda mwenda zake kuna kitu ambacho mnahitaji, upande wetu kama bunge la Senate tuko pale kuhakikisha kwamba tunatembea nanyi wakati huu mgumu. Kwa haya yote nasindikiza nikisema kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mwenda zake pahala pema peponi. Kule Nairobi, wakati tunatayarisha safari ya mwisho ya ndugu yetu, kulikuwa na timu kubwa sana. Ile timu ya wabunge imezungumziwa hapa, lakini kulikuwa na ile technical team ambayo ilikuwa inaongozwa na ndugu yetu Victor Lomario. Nafikiri ikiwa muko msimame, angalau Victor Lomario na timu yako, hawa walisaidia pakubwa sana. Tuwapatie makofi. Asanteni. Keti. Basi ningependa kuchukua fursa hii